Hey, asubuhi njema popote ulipo msikilizaji na mtazamaji wa FM Happy Show. Jina langu ni Felix Mwenda, na kwa sasa ikiwa leo ni siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 2023. Kama haujaelekea kanisani, ndio nakupasha taarifa hii, na wale ambao wametoka kanisani, karibuni kwenye story ya siku ambayo tunaanza nayo siku hapa, kuhusiana na kisa ambacho kimekuwa kikiendelea sana kwenye mitandao ya kijamii, kikihusisha familia ya Samuel Mushoki anayetambulikana na wengi kama Samidoh, ambaye ni mkewe Samidoh Edday Nderitu. Yupo kule nchini Marekani, ambapo kulingana na taarifa tulizozipokea hapo jana, mambo yamegonga mwamba. Jitihada zake Samidoh za kuweza kujaribu kila awezalo kuweza kuikutanisha familia ya kwake kwa mara nyingine na kuweza kumuwin kama kuweza kupata mapenzi yake huyu mwanamke Edday Nderitu kwa mara nyingine yameshindikana kabisa. So ndipo nimetazama kati ya mambo ambayo yanaendelea, na nikaona ni vyema tupate kuzungumza kulingana na jumbe ambazo zimeweza kutolewa na blogger ambaye anatambulikana na wengi kama Madhahinga. Ameweza kudai ya kwamba jitihada za Samidoh za kuweza kumwin back Edday Nderitu zimegonga mwamba. Yani Samidoh alijaribu kila awezalo ndipo kuweza kumpata huyu mwanamke kwa mara nyingine, lakini unajua mambo ndivyo yalivyo. Wakati mwingine unapata, wakati mwingine unakosa. Sasa Samidoh amepata kukosa. Sijui mnanielewa, kwa sababu Edday alimpa kila nafasi ndipo aweze kuwa mtu ambaye ataweza kuilea familia ya kwake, ataweza kuitunza familia ya kwake, lakini kawaida ndivyo mambo yalivyo. Mwisho wa siku Samidoh akaonyesha yeye atakwenda naye Karen Nyamu, na nikana kwamba hakuwa anataka kuhusishwa na Edday. So unajua, ukiwa mwanamke mwenye busara na mwenye akili zako, utajua mahali ambapo unapendwa, mahali ambapo unatakiwa uwe na mwisho wa siku utafuata mahali ambapo unatakikana. So that's the reason why Edday Nderitu aliona ni vema, mzee baba, niondokee huyu mwanaume pamoja na akiruka jia wa kwake, wakakae maisha ambayo wanayotaka. Sasa jambo lingine pia hapo jana ni kwamba Karen Nyamu alitupa dongo kwa familia ya Edday Nderitu, akiweza kuonyesha kwamba hata ingawa wamewapeleka wanawe Samidoh kule Marekani, hamna kitu cha maana wamekifanya. Na ili ni dongo alilitupa kwa Bernice ambaye ni cousin wa kwake Samidoh na rafiki wa kwake Edday Nderitu wa kiti cha kwanza. And this Hegard Bernice na Bernice akaona ni vema reply, kwa sababu wakati mwingine unavuka mipaka, mzee baba. Wewe heshimu watu na maisha yao, heshimu watu na yale ambao wanayofanya. Mara nyingi usikuwe mpumbavu, usikuwe mtu ambaye kazi yako kulazimisha tu, usikuwe mtu ambaye kazi yako uwatakii wengine mema. Nitasoma ujumbe. Karen aliulizwa eti your husband ako wapi, mwambie apitie watoi wake. Karen akajibu akasema amelea hawa watoto single handedly for years. Mnawapea chakula ya tumbo mwezi moja na shule ya bure, mnasumbua kila mtu huko. Now hii sentiment ama niseme haya maneno kutokea kwa Karen Nyamu yalighadhabisha wengi, kwa sababu ukiwa mwanamke mwenye akili razini na ambaye umezaa watoto na mwanaume ule, usitarajie pia wewe wakati mwingine utakuwa unatembelea kwenye maji, maana hamna miujiza. Huyo ni yule tu mwanaume ambaye amewakataa wanawe, amekataa kuwalea wanawe. So hata wakwako wao atawaacha, na wakwako labda unadhani watakuwa very special. Msalie Mtume, sikufuru kabisa, anasema tu karma ina jinsi yake na jinsi ambavyo inajibisha. Mwenyezi Mungu anatuambia tuwe watu wenye roho za kusamehe na watu wawe wanapenda wengine,
watu wawe wenye roho za uelevu, na tusikuwe tunaona kana kwamba tumefika. Ukiwa tajiri usimdharau maskini. Maana kutoa maneno ya kusema wale watoto wanasoma shule za bure na wanapewa chakula cha tumbo mwezi moja, hayo ni matusi kwa huyu mwanamke ambaye ni mama yao ambaye anawalea. Na hili lilimghadhabisha sana Bernice, na akaongea akasema eti bure, American system is what people are paying millions in Kenya to enroll their kids. Probably hata ndiyo salary yake. Imagine kuipata bure. I'm privileged, or should I call myself blessed? It's a dream to many parents. Free or not, education is the key. Bipolar is real. Wewe mwanamke una ugonjwa wa bipolar, unapaswa kwenda hospitalini ukatibiwe. Ndio hizo mambo ambayo unayo kwenye akili yako ya kuondokee mzee baba. Ndivyo mambo alivyo, na ndivyo tunaendelea kwa sasa. Tuungane katika video zetu zijazo. Jina langu ni Felix Mwenda na hii ni FM Update Show.